Barua ya kocha namba 149, nguvu 3 zinazohitajika kujenga mafanikio yatakayodumu. Rafiki yangu mpendwa, huwa kuna nyakati tunaona watu wana vitu ambavyo tulitegemea viwape matokeo au mafanikio, lakini inakuwa kinyume chake. Kwa mfano, unakuta mtu anaanza labda ana rasilimali nyingi sana. Na hivyo ni swali mara nyingi. Mbona kuna mtu yote ana rasilimali sana lakini maskini? Au mtu anaanza ana rasilimali nyingi, amerithi labda mali, ana vitu ambavyo vinaonekana lakini hajengi mafanikio. Ndio. Lakini wakati mwingine tunaona watu wengine wapo wanafanya kazi sana, wanajituma sana, wanaweka juhudi sana. Sema yani mtu anaweka juhudi lakini mbona afanikiwe? Mbona anaweka nguvu sana afanikiwe, anapambana sana afanikiwe? Alafu kuna wale ambao wana akili sana, wana akili kweli kweli, yani wanakubalika kwa akili wazoko nazo, uwezo wao mkubwa wa kung'amua mambo ya kufikiri, lakini hawafanikiwi. Sasa watu wanachanganyikiwa hapa, nini kinatokea? Tunategemea mtu akiwa na hiki kitu basi aweze kukitumia vizuri na afanikiwe, si ndio? Lakini uhalisia unakuwa tofauti na vile ambavyo tulitegemea. Shida ni nini sasa? Na kwenye barua hii ya 149 imeeleza jinsi ambavyo nguvu 3 ambazo zimezitaja hapo na nitarudia kuzitaja zinavyohitajika ili kujenga mafanikio yanayodumu. Kimsingi ni kwamba ulimwengu, yani universe, kama imejengwa na matofali fulani hivi, yani nguzo, blocks fulani hivi, ambazo hizo zinahitajika kwenye kila eneo ili mambo yaweze kwenda. Na ya kwanza ni vitu au mata, sawa? Lazima kuwa na vitu ambavyo vinaleta vinatengeneza kitu ambacho kinaonekana. Na hapa ndiko ambapo utaona ardhi, madini, vitu ambavyo vinaonekana, sawa? Pesa, kila kitu ambacho kinaonekana, hiyo ni nguvu moja, ni nguzo moja ambayo inahitajika sana kwenye safari ya mafanikio. Na watu wengi tayari wana vitu, si ndio? Hakuna mtu ambaye anaanzia kama uko hai, kuna vitu ambavyo unavyo. Sasa unakwama kwa sababu hujui unavitumiaje kupata matokeo ambayo unayataka. Cha pili ni nguvu au energy. Sasa hii ndio inasogeza vitu ambavyo unavyo. Dunia inaendeshwa kwa nishati, si ndio? Ukiangalia hata mapigano mengi yanaendelea duniani kwa ajili ya kucontrol nishati, energy, mafuta, si ndio? Jua, umeme na vitu kama hivyo. Lakini inakuja kwa mtu binafsi pia, nguvu au energy ni ule msukumo ambao mtu anakuwa nao wa kuweza kutekeleza yale ambayo anataka. Hizo nguvu bado anazo katika kupambania kupata matokeo ambayo anayapata. Wengi wanaweza kuwa na rasilimali lakini hana ule msukumo, hana nguvu ya kupambana kuzijenga zaidi, kuzikuza zaidi au kuzitumia kupata matokeo ambayo anatarajia kuyapata. Na kitu cha tatu ni akili au intelligence. Hii ndio inayotoa mwelekeo sahihi sasa wa hivi vitu vitumikeje kuleta matokeo. Na hapa ndipo ambapo sasa mtu anaweza kuamua, anaweza kufikiria, anaweza kuwa na ubunifu na kutumia akili, uwezo wake kuleta matokeo ambayo ni tofauti na yale ambayo yamezoeleka. Sasa hivi tu hamna mtu ambaye yuko hai ambaye hana hivi vitu. Eti hana kitu kabisa, hana nguvu kabisa au hana akili kabisa. Vinatofautiana tu uwezo kwenye haya mambo. Sasa kubwa sana ambayo mafanikio ni muunganiko wa vitu hivi vitatu vije pamoja sasa, si ndio? Yaani kuwe na kitu, kuwe na nguvu na kuwe na akili. Mara nyingi sana watu wanakuwa wanaegemea kwenye kitu kimoja, sawa? Na hivi vikikosekana mafanikio hayo makubwa. Unaona mtu ana rasilimali hawezi kuzitumia kwa sababu haweki nguvu wala hatumii akili kubwa. Au mtu ana nguvu lakini hatumii akili na rasilimali hazitumii vizuri. Au mtu ana akili lakini hatumii rasilimali au hatumii nguvu zake vizuri. Sasa wewe ili ufanikiwe na mafanikio ya dumu, lazima ulete vitu hivi pamoja. Na utaviletaje? Kwanza anza na akili ulichonacho. Chote ambacho unacho mpaka sasa, hiyo ndio kitu chako, ndio mata yako hiyo. Inabidi uitumie vizuri kupiga hatua. 2, weka nguvu, weka juhudi. Kuwa na nidhamu kali katika kila unachofanyia kazi. Usiendeshwe na hisia, usisubiri, wewe weka juhudi, unaenda kwa kasi kubwa sana. Na 3, tumia akili. Kwanza lisha akili yako, changamsha akili yako, jifunze, fikiri kwa kina, fanya maamuzi bora, kuwa bora kiasi kwenye maamuzi ambayo unayafanya. Ni kwa kufanya haya, ni kutumia vitu vitatu hivi ndio una uwezo wa kujenga mafanikio makubwa na yatakayodumu bila kujali unaanzia wapi, kwa sababu hapo ulipo tayari una vitu, nguvu unayo ni kutumia vizuri, na akili unayo ni kuendelea kuichochea, kuendelea kuilisha
na kuweza kupiga hatua ambazo ni kubwa sana. Rafiki, ingia Tanzania Skill Academy, nenda kwenye barua, fungua barua za kocha, na barua namba 149 uweze kuisoma na uitumie kujenga mafanikio na huduma. Asante na kwa siku bora kabisa leo.